the smartest president that Kenya has ever had, the most experienced president that Kenya has ever had, the Don, the captain to the ship, headed directly to Sug. The captain of the ship headed directly to Singapore had this to say about historia ya shares zenye zinauzwa na Safaricom za gava. Of course alikuwa anajibu kina Nyoro na wale wote ambao wamepinga hii story. Na nataka mniambie argument ya president na or generally ya gava versus ya Ndindi Nyoro and company, ni argument gani una feel holds waters? Ni nani una feel ako right or wrong about this whole issue? Tusikize chenye president alisema na why na feel Kenya we are losing. Buy more and buy more. Let us all own a piece of the good that we have built together. But you will hear some people saying, why are you doing this? This is wrong. The same people who told us, who agreed with us, let's do it. Yes, I also agree with you, Mr. President. We are the same people, especially Nyoro amesema yeye venye ako for privatization. For me, personally, I'm not for privatization, but since we are in a bad financial position, yenye tunatumia over 60% kulipia deni. Hata wewe kwako, hebu imagine 60% of your salary unalipa madeni, utasurvive aje? Si lazima, of course, una way na una justify hata kupika na gas si poa. Gas inaweza lipuka iue watoto. Ni heri tu kupika na kuni, unauza gas yako. Ulikuwa na kagari kalikuwa kanakusaidia, nasema gari, hata ukiwa na gari utaanza kunona bure kwa sababu hautembei, haufanyi mazoezi. Gari si important. Siku unahitaji gari, si utachukua tu ya haya, na unajua after all hakuna mahali unaendanga. Whatever the justification tunatumia, we are in need of money. Sawa sawa? And since we are in need of money, we have to look at the morally right thing to do. Get the maximum value for your product. Ukienda kwa soko, that should be what yenye gava ina focus at. But now, bali tunakosania na gava, si kama ati we agree or not, kama tunafaa kuuza. Si wote hata tuwasimu tumekubali iuzwe. Tuko na shida na inauzwa aje, the formula. And that's why it has become a morally right or wrong issue. Are we doing the morally right thing or the morally wrong thing? Let's listen to chenye President alisema about story evaluation. We're saying we're divesting a portion of Safaricom to raise money. They tell us, who negotiated? Where is the committee that negotiated for the price of the shares? Really? Yes, Mr. President. Tukiuliza who negotiated, who came up with the figure? I see, these are pertinent questions. These are questions about accountability that determine accountability tukiinfer constitution yetu, katiba yetu ya 2010 as our true north ya kudetermine what are we supposed to do when making a sale of a public property or disposing public property. Article 227 of the Constitution, it bases all the sales on these core things. 1, accountability, transparency, fairness, competitiveness, cost effectiveness. If it looks like a rat, smells like a rat, it's definitely a rat. So stay alert like a rat. Hapa tunacheza na maneno. Anyway, back to the story. So tukianza kukuwa na hiyo alertness ya kusmell a rat, uta realize, wait a minute, kuna some sales zenye hakuna, what would I call it, hakuna competitiveness, hakuna mtu mwingine ana bid. Nakumbuka story ya Nzoia Sugar? Nakumbuka hiyo story? Nani aliuziwa? Competitors walikuwa kina nani? Haya. Number 2, kumbuka story ya Adani na JKIA? Specifically lazima mtu fulani anunue. Kwa nini aufungui bid ikuwe ni watu wengi?
question of equity, transparency, competitiveness. Sahii madon wanaangalia hata local institutions. Niko sure kuna watu wako na kitu hii Kenya wanaangalia Safaricom hivi wanaimezea mate. Hata maybe Elon Musk angesikia Safaricom inauza, who knows, maybe he would buy. Okay, so tuendelee na kusikia chenye president alisema story ya valuation. Any public listed company, the tested, proven, transparent valuation is done by the capital markets. It's done at the exchange. It's not done in boardrooms or by committees. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo hiyo. Uongo. Capital Market Authority ni kama referee. Kazi yake ni kuregulate, supervise the capital markets, to approve IPOs, ensure that companies zinapeana accurate information, financial information, to protect investors and to monitor compliance with listing rules. CMA does not set share prices. It does not determine the value of companies. It does not control how much investors are willing to pay for shares. So hakuna vile utakuja tuambie hii ndio price yenye Capital Market Authority wametupea na ndio tunaenda naye. So that premise is wrong in the first place. On the other hand, tujiulize, what are the key determining factors za kudetermine value ya kampuni? Ukienda kwa bank kuchukua loan leo, kuna vitu wataangalia ndio wa determine how much watakupea. Utasikia wakiongelea something like bank statement for the last 1 year or 6 months. Unaweza itishwa balance sheet. Ukianza kuuza kampuni kama Safaricom na unauza Aztec, sio kama kuuza kuku pale Kitale town, ati unakuja na kuku zako 50 ama roas. Unauliza kuku ni pesa ngapi kwa soko leo? Unaambiwa ni dhao, so unasema nauza na dhao. No, tuseme James Mwangi ameambiwa anaenda kununua hii kampuni. Hizo ndizo vitu ataenda kuangalia. Hiyo sasa ni ile kupiga cabbage hivi kwa soko. Wakati anaangalia PE ratio, anapiga cabbage hivi asikie kama imejaa. Anaangalia dividend yield, anasikia iko sawa, hii kampuni inakaaje? Debt to equity ratio. Hizo ndizo the most important things za kuangalia ukiuza kampuni. Safaricom is such a good company. Safaricom is such a good company, it would fetch so much money for Kenya, na tukaalaiwa hata sisi wa Kenya wenyewe to invest. Safaricom inaweza kuwa kama the same way South Korea wako na Samsung, China wako na BYD, Japan wako na makampuni mingi za magari kina Toyota, Honda, Mazda, name them, zote kutoka Japan. German wako na pia brands zao. US wako na brands zao, especially tukifika kwa telcos and any technological industries. The only company yenye Kenya inaweza uza outside ikifika kwa financial, actually as a fintech and also as a telco, ni Safaricom. Na Safaricom is pregnant with potential. Kwa watu wenye wanaelewa how Safaricom can be big. M-Pesa pekee naweza user personally, ungeniambia ni mimi na broker hii deal, naweza user for 1 trillion shillings and I'll tell you why. Safaricom M-Pesa pekee inaweza compete na PayPal, inaweza compete na kina Venmo, Cash App, Wave, name them. Like M-Pesa, even in 2026 are still ahead of their game. Because M-Pesa, remember, ina cover both digital na analog. Na very simple process, na it's easy to determine because as long as everyone is registered with their ID na unaweza backtrack, it's something that can be copy pasted kwa dunia nzima. So imagine M-Pesa going global. So mwenye ana invest anaangalia those are the potential markets, expansion, nini vitu kaa hizo. But sisi tunasema ati tunaangalia na value yenye inadeterminiwa na Capital Markets Authority. Hapana.